unalipishwa kwa shilingi, kwa lita moja shilingi 1400 mpaka 3800 na kata haijafika huko. Sasa umekula loss ya lita 100, unafikiri hiyo pesa unailipaje? Inabidi ufanye kazi pale kila siku bure, kilo kirudi unalipa nini? Unalipa deni. Sasa na mimi sitakubali kulipa deni. Ndio hapa tunazungumza, tuko kwenye mfumo sasa. Tutaka kujua kwamba kampuni hii wafanyakazi wanafanyaje kazi, mafuta mnapakiaje, wakati wa kupakia utaratibu ukoje. Lazima tufuate utaratibu upakiaji wa kimataifa kama upakia mafuta kwenye depo zingine. Sawa. Hassan, hebu uelezee sasa huu mfumo, na ni jambo jipya hili limekuja nalo. Na pengine baada ya huu mfumo umeshaanza kueleweka ama bado? Uelezee mfumo wenyewe. Mfumo umeshaanza, tumeshaanza. Ukiingia hapo derevatanzania.tz.com. Dereva Tanzania, angalia dereva, ingia kwenye www Google hapo. Dereva dunia niangalizia hapo. Dereva Tanzania .tz. .com. Umepata? Abdul, imefunguka? Hapana, hairejelee tena. Mimi naona imefunguka hapa. Dereva .co www.dereva.co.tz imefunguka. Naona hapo. Kwa hiyo hapa dereva anajisajili. Karibu Dereva Tanzania, anajisajili. Taarifa zako zote. Tutamsajili kwenye ataanza kujisajili mwenyewe, lakini lazima sisi tutazipitia. Tutaangalia mahala alipotokea. Mtu atapitia pale ofisini. Yaani ukijisajili hapa kuna mtu yuko ofisini ana PC yake nani hapo, anapitia taarifa zako, kisha unapata taarifa kama umekubalika au maombi yako yamefanya nini? Ndio, yamekataliwa. Kutokana na sababu kama huenda umri wako, lakini pia huenda leseni yako ilivyochunguzwa, kwa sababu lazima utapiga picha, sisi tutawasilisha mamlaka inayohusika kwamba hii leseni ikoje. Baada ya hapo tutawisha watu wa TRA, watu wa Latula na maeneo mengine mbalimbali kama unavyoona. Sawa? Baada ya hapo atatujibu kwamba huyu dereva yuko sawa, tutamsajili. Baada ya kumsajili taarifa zako zote zitaingia. Ulifanya kazi wapi mara ya kwanza, unapofanya kazi sasa, je, una mkataba, hauna mkataba, utawekwa hapo. Sawa? Kwa hiyo unakuwa tunajua kama unafanya kazi kampuni gani na ni kwa nini mwezi huu umepita hujalipwa mshahara wako, na mwezi huu na mwezi uliosho hujalipwa kwa nini, kuna shida gani. Kwa hiyo inakuwa ni vyepesi kumfuatilia huyu. Ndio. Umeshaelewa? Lakini pia faida yake ni hiyo, lakini pia kuna faida, kuna hasara. Maumivu yake ni kwamba dereva mwenye tabia mbaya, huu mfumo si rafiki kwake. Na ndo baadhi yao hawautaki sababu ya tabia zao. Ikibainika kwamba wewe una tabia za hovyo, umeuza mafuta au umeuza mzigo au umeuza matairi, na ikabainika baada ya uchunguzi kamili, huu mfumo ukiingizwa hapa nchi, kama ulivyoona wewe sasa hivi hapo umeshaupata unao. Kwa hiyo nikija leseni yangu nikiingiza hapo tayari unanijua kwamba Bwana Juma bana aliharibu sehemu fulani, alisababisha ajali kwa uzembe, akaua watu kaza, kwa leseni yake imefungwa. Kwa hiyo wewe upate kazi mahala popote. Mliona nini Hassan Deni, mwenyekiti? Yaani mliona nini mpaka mkaamua mfumo? Kwa sababu huu ni mfumo unaonekana mahususi na umezindua nini? Bado hujazindua. Utasikia baada ya kuzindua. Nafikiri atazindua uongozi wa kitaifa kwa sababu tumeanza kufanya hiyo kuwasajili watu sasa. Kitu na uhakika, lakini pia mifumo sehemu mbalimbali kama unavyoona NMB, unavyoona Latula hapo, chombo cha serikali, unavyoona TRA, sababu leseni ni ipate lazima ni TRA. Kwa hiyo tumeona hivyo kwamba lazima dereva awe kwenye mfumo. Nikigugu hapa rasmi, nikisema kwamba uko Kongo, uko South Africa, uko Malawi, nikiangalia hapo najua kwamba huyu yuko Malawi. Lakini baada ya huu mfumo tunaweka nyota. Tutakuwa tuna nyota 1 mpaka 5. Kama dereva mzuri utabandikwa nyota unapongezwa. Sawa. Umefanya vizuri inaongezeka. Kwa hiyo na malipo yako yataongezeka kulingana na mfumo huo na nyota zako. Yaani umefanya bora kwa kiasi gani. Sawa. Hatuwezi, yani tunataka tutofautishe. Wewe dereva ambao umeanza leo unataka kulipa mshahara milioni 1, na dereva alianza miaka 10 kwa kampuni milioni 1, hapana. Umetaja jambo hapo, wapande ngazi kutokana na askari walinzi wetu polisi hawa hivyo kwamba alivyoongezeka na viwango vinaongezeka, kamati itakaa na vyombo vya ulinzi wa usalama vitakaa, zikashusha nyota hiyo. Huyu akizi. Umetaja miaka hapo mwanzo kwamba mnazingatia pia miaka. Ni umri wa aina gani hasa?
Umri kuanzia miaka ili japokuwa serikali sheria imeelekeza miaka 18 mtu anaweza kumiliki leseni. Lakini inatakiwa ndio watu wasema hapo sasa kwa sekta hii iwe rasmi na kuna baadhi ya sheria zibadilike. Miaka 18 inategemea atakaendesha gari gani. Sawa? Miaka 18 huwezi mtu kaendesha lori la kwenda Kongo huko, Botswana si wapi. Sawa? Huwezi, bado wewe hujakizi. Miaka 18 huwezi kupewa basi kwa utaratibu kabisa, utakiwa kupewa basi la watu 50. Miaka 18 wewe muendeshe baba kwenda kazini. Sawa? Miaka 18 nenda sokoni. Apate ukomavu na uzoefu. Yaani tunacho kuangalia uijue gari, uitawale gari ikoje. Ndio ile michecheto tunasema. Sawa. Angalau umri gani hasa kwenu ninyi mnafikiri ni sahihi? Sahihi. Kwanza lazima nikueleze sio tu kukimbia umri gani. Leseni ya kwanza anatakiwa hiyo kiasi D ya hizi gari za kawaida atakiwa itumikie miaka kwa sababu sasa leseni ni miaka 5 atumikie miaka 5. Kama ni miaka 18 atakuwa miaka mingapi? Daraja lake la kwanza. Kama ni miaka 18 atakuwa miaka mingapi? Ongeza 5 atakuwa na 23 hiyo. Anakuja kupata hiyo E yenyewe ina kategori yake sasa hivi inakuja, haitakuwa E ya magari yote. Sawa? Ambao sasa hivi imekuwa kubwa. Huko mwanzo hii ilikuwa ni ndogo baada ya C. Sawa? Tunakwenda hivyo kwa mwanzo. Hiyo hii utaitumikia zaidi ya miaka 10. Maana yake utakuwa na miaka mingapi? 23 ongeza 10 na 33. Tayari wewe una akili, una watoto, unajua kikainga expert ikifika 90 unatoa mwenyewe mguu. Kule nyumbani kuna Halima ananisubiri. Kule nyumbani mke wangu na mama Kijacho pale. Kuna mama Kijacho pale. Lazima tu mwenyewe utoe mguu. Sawa? Ukipata sasa ukipanda umeshamaliza miaka 10 kwenye hii unakwenda kwenye C sasa ambao tunasema ndio ya abiria. Magari mabasi abiria 65. Utachukua abiria wangapi? Utachukua miaka, utaongeza mingine, utakuwa na miaka 5 mingine, utakuwa na miaka 43. Wewe yani tafuta kama utakuta kuna mzee wa miaka 43 kadondosha gari, kadondosha basi, kamgonga mwenzie. Tahadhari ni nyingi. Dereva kujihami dhana yao hutafsirika sana hapa. Sana. Sasa hapa leo hii generation tulionayo ya miaka 18 hii ndio hiyo sasa dereva anataka nikuonyeshe mimi naijua na gari yangu inapanda kitonga. Mimi nanyoka. Anakwambia mbele yao mwanangu. Yo. Anaokota na hiyo sasa hiyo sisi hatutaki.